Watu wa hapa Murang'a, leo mimi naenda kuanzisha hapa chini mradi mkubwa ya shilingi bilioni 1.2 kuunganisha mnanisikia? Mimi nimesema manyumba 16,000 mpya tuwawekee stima watu wa Murang'a County. Neguo, kwa sababu hiyo maneno ya kuingiza stima kwa manyumba ya wananchi itatusaidia kupunguza magonjwa na kuhakikisha kwamba kuna usawa katika familia zote. Tumekubaliana jameni? Na nimekuja hapa na PS wangu ambaye atasimamia hiyo kazi. Huyu anaitwa Bwana Wachira hapa. Huyo Wachira, si mnaona ni mtu wako na kilo? Mnaona anaweza kushinda na hiyo kazi kweli? Si ndio? Wamumuoni? Wewe Wachira, simama hapo uonekane na wananchi. Huyo Wachira ndio nimempatia kazi ya kuwa principal secretary wa kusambaza stima Kenya mzima. Na nimemwambia hii ya hapa Murang'a ni ya muhimu sana, kwa sababu hii Murang'a kidogo ilibaki nyuma kwa kuunganishwa stima. Tunaelewana jameni? Hiyo ndio kazi ya kwanza nimekujia. Kazi ya pili mimi nimekujia hapa Murang'a ni kwa sababu ya mambo ya kilimo. Hapa Murang'a tuko na miradi 36 ambayo tunaendesha hapa Murang'a. Hii ya irrigation. Nimetoka irrigation ya kule Kangema. Saa hizi nimekuja hii irrigation. Tuuliza pesa. Tumeweka hapa pesa ya serikali milioni 312 kusambaza maji ya irrigation kwa wananchi wa sehemu hii. Lakini pia nimeambiwa ya kwamba hiyo maji haitoshi wananchi wengi wa hapa. So nitaenda niwaongezee ingine milioni 200 ndio tuweze kufikisha stima kwa ekari 800 ya sehemu hii. Lakini kwa ujumla hapa Murang'a tuko na miradi 36, 10 imeisha, 26 inaendelea, na tutatumia karibu shilingi bilioni 4 kuhakikisha kwamba ekari 13,000 hapa Murang'a zinaunganishwa na maji ya irrigation, hasa katika sehemu kame kama hapa Maragwa, ndio tuweze kuzalisha chakula, tuondoe njaa na tupeleke Kenya yetu mbele. Ndugu zangu watu wa Murang'a, mnasema tuendelee na hiyo kazi? Vile vile mimi niliwaeleza kwa mambo ya kilimo tutapunguza gharama ya mbolea. Ile mbolea ilikuwa inauzwa 6,000 7,000. Huyu Kang'ata atawaambia sasa tunauza 2,500 hapa Murang'a. Ni kweli ama si kweli? Na ile kilimo ya mambo ya kahawa ilikuwa imesumbuliwa sana na wakora na matapeli. Watu ambao mtu mmoja ako na leseni ya broker, ako na leseni ya Mila, ako na leseni ya Nairobi Coffee Exchange. Sasa tumenyorosha hiyo sehemu. Bei ya kahawa imetoka shilingi 50 60, sasa iko shilingi 110 120 ikienda mbele. Na mimi nataka niwahakikishie wakulima wa kahawa tutaweka usimamizi ya sawasawa, tuondoe mabroka. Na nimeambia wale wote ambao ni matapeli wamesumbua wakulima wa kahawa Kenya hii, wahame Kenya ama tutawafunga jela. Ama namna gani jameni? Si kila mtu akule jasho yake? Si kila mtu akule jasho yake? Hakuna haja ya mkulima kung'ang'ana na kuzalisha kahawa, alafu mtu mmoja anajifanya yeye ndio Mila, anakuambia kahawa yako ni grade ya chini. Saa ile umeondoka, anapandisha grade, anapeleka kwa soko, anauza pesa mingi, mwananchi anahangaika. That is why we have straightened mambo ya kahawa, tuhakikisha kwamba wananchi wanasonga mbele. Nego kana tiguo? Tunaelewana? Vile vile mimi leo nimefika hapa kwa sababu ya maneno ya soko. Tumekubaliana hii Murang'a tunawajengea soko 16 mpya. Leo mimi nataka niseme ya kwamba niko hapa na Waziri Alice Wahome. Huyo Waziri Alice Wahome ndio waziri wangu wa mambo ya ujenzi. Na nimekubaliana na yeye hii sehemu yote apange mambo ya soko. Huyo Alice ako wapi? Si alikuwa hapa? Ameenda mbele. Ameenda Makuyu. Huko ndio iko maneno. Mimi naenda huko Makuyu kwa sababu kuna affordable housing, kuna soko na mambo mengine. Na hiyo kazi yote tumekubaliana serikali ya county itashirikiana na sisi
ili wakati tukimaliza soko tunapatia huyu Kang'ata, anapanga wafanyabiashara ndani ya soko, tunasonga mbele. Tumeelewana watu wa hapa wangwana? Mimi nimeambiwa nyinyi watu wa hapa mnanidai barabara. Ati mnanidai barabara. Mnanidai barabara gani? Hii ya kwenda wapi? Kutoka kule Bombo mpaka kwa Dhamaki. Mimi nimekubali hii barabara nitawajengea jameni. Hey, hey. Yaani hii barabara ni lazima sasa Mmesema hii nijenge kwa lazima. Bas, mnajua nimetangaza. Lakini ilitangazwa sehemu kidogo. Sasa vile kidogo ilitangazwa, wewe bwana Mbogwa simama hapo. Huyu Mbogwa ndio principal secretary, mtu ya kusimamia barabara Kenya hii. Si ndio? Huyo hapo. Huyo hapo. Sasa wewe bwana Mbogwa, amri imetoka kwa hao wananchi, imekuja kwangu. Na mimi amri nimetoa. Sasa wewe hii barabara enda tangaza, sio kilomita 2 ile ulitangaza. Tangaza kilomita 13 kutoka kule Bombo mpaka kwa Dhamaki. Si ndio? Na mimi nataka nikuulize bwana. Sasa hiyo kwa sababu hao wananchi unajua ndio wameniajiri kazi. Na mimi sitaki wanifukuze hii kazi. Sasa wewe hii kazi itamalika. Na kabla hawajanifukuza mimi nitakuwa nimekufukuza tayari. Ama namna gani? Si ndio? Sasa wewe mwezi 2 mimi nataka nikupatie. Hii barabara ianze kujengwa. Nego. Na ndani ya mwaka moja, wewe Mbogwa, ndani ya mwaka moja umalize hii barabara. Tumekubaliana? Mimi najua tuko na barabara zingine. Nilikuwa kule Kangema, kesho ama nikirudi hapa nitaenda kule Kigumo, nikirudi hapa nitaenda sehemu zingine za hapa Murang'a, kwa sababu hapa Murang'a mimi nataka niwatangazie. Kwa ile pesa nilipata juzi, nimetoa shilingi bilioni 2 nikaweka kwa barabara za Murang'a County. Na kati ya hizo barabara ni hii yenu ya kutoka Bombo mpaka kwa Dhamaki. Mimi nilifuta aerial nikajua nyinyi mtakuja kunikwamisha hapa, nikasema wacha nipange mapema. Nikasema wacha nijipange mapema. Tumeelewana jameni? Tumeelewana? Na mimi nataka niwashukuru sana watu wa hapa Murang'a. Mimi nataka niwaeleze tukienda mbele. Ile niliwaeleza ya kwamba ni lazima tupange ajira ya hawa vijana wetu. Mimi najua boma zetu, hata yangu mimi, tuko na vijana ambao tumewazaa lakini bado hawajapata ajira. Ni kweli ama si kweli? Na ndio sababu hiyo mimi nataka nizungumze na nyinyi kama wazazi. Sisi wote kama wazazi lazima tuangalie watoto wetu. Kama serikali tumepanga mipango karibu 4 ya kupanga ajira ya hawa vijana. Kazi ya kwanza tumeweka program ya affordable housing. Affordable housing inaendelea Kenya hii. Tuko na manyumba tunajenga 150,000. Vijana tuko na wao wanafanya kazi huko ni zaidi ya vijana 200,000. Mimi nataka niwaulize vijana wa Kenya, kama wewe ni plumber, kama wewe ni electrician, kama wewe ni mason, kama wewe ni carpenter, engineer, wewe ni mtu ya quantity survey, tuko na kazi yako, tunataka mkuje tuwajumuishe katika mambo ya ujenzi wa taifa letu la Kenya. Hatua ya pili, tumekubaliana na hawa viongozi, waheshimiwa wabunge wakiweko. Nimeambia huyu wa Maua wajenge ICT hub kwa kila ward ya Kenya. Ili kila ward tuwe na vijana 200-300 wanafanya kazi hapo kwa ICT hub. Kwa sababu tumetafuta kazi nyingi kwa kampuni kubwa kule Marekani na duniani kote. Na vijana wetu wanaweza kupata pesa, wanaweza hata kupata madola kwa kufanya kazi kwa mambo ya ICT hubs. Na tumekubaliana mjumbe akimaliza ICT hub, Kabogo ambaye ni waziri wangu analeta internet, tunaleta walimu, tunaunganisha stima na tunahakikisha kwamba kuna ajira ya hawa vijana. Ndio vijana wasihangaike, vijana wetu wafanye kazi. Tumekubaliana jameni? Jambo la tatu nataka munisikie kama wazazi, alafu muende muulize watoto wenu.
Jambo la tatu, tumesema ya kwamba kuna kazi nyingi ambazo ziko Marekani, kuna Ujerumani, kuna Ufaransa, kuna UAE na kazi zingine tunaita labor mobility. Tuko na vijana zaidi ya 1200 tayari wameenda hizo kazi kule ng'ambo, wanalipwa shilingi 1100, 200, 300. Mimi nataka niulize vijana wa hapa Murang'a, katika hiyo program ya labor mobility, tunataka tuungane na viongozi wa bunge, ndio vijana wengi wa Kenya waweze kupata ajira hapa Kenya na kule ng'ambo, ili vijana wetu wasihangaike, vijana wasiingie kwa madawa ya kulevya, wasihangaishwe na tabia ambazo zinatupeleka nyuma. Tunataka watoto wetu wote wawe na nidhamu na tuwapangie ajira, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Ndugu zangu wazazi, hata mimi ni mzazi, naongea hivyo kama mzazi. Si mnataka watoto wetu tuwapangie mambo mazuri? Tafadhali, tunaelewana jameni? Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Mimi nataka niwaulize ndugu zangu watu wa hapa Murang'a. Mimi nimekuja hapa Murang'a mara nyingi. Nilikuja hapa nikiwa mjumbe, nikakuja hapa nikiwa naibu wa waziri, nikakuja hapa nikiwa waziri. Nimekuwa naibu wa rais wa Uhuru Kenyatta miaka 10, nimetembea hii Murang'a. Mimi nimekuwa rais kwa mapenzi ya Mungu na kwa kura zenu sasa miaka 2 nimetembea hapa Murang'a. Mimi nataka niulize nyinyi, hii urafiki tumejenga miaka hii karibu 25 30, mnataka tuvunje hapa na mambo ya bure? Mnafikiri mimi nitakubali? Si nyinyi mlinipatia kura zenu na mkanipatia kazi? Sikizeni, hiyo kazi mlinipatia, hii ya barabara, mimi nitafanya mpaka mshangae. Hiyo ya kupanga maneno ya masomo ya watoto wenu, huyu wa Maua atawaambia mimi nimeajiri walimu 76,000 wapya. Hakuna serikali imeajiri walimu 75,000, nimeajiri 76,000 teachers, kwa sababu mimi naelewa ya kwamba masomo ni ya muhimu, ndio inaleta usawa kwa tajiri ama maskini. Mtoto wa mama mboga na mtoto wa rais wanakuwa sawa, wakienda shuleni wanakuwa watoto sawa. Tunaelewana jameni? That is what we must do in Kenya, and that is what we must concentrate on. Na sababu hiyo, mambo ya elimu ya CBC nimenyorosha, nimeajiri walimu 76,000, nimepanga kilimo, kahawa nimenyorosha, sasa bei ya kahawa imepanda, bei ya chai vile vile tumeongeza mapato mwaka huu by about 40 billion shillings. Maneno ya maziwa tumeweka guaranteed return ya 50 shillings. Maneno ya stima ndio hii nimewapangia, barabara ndio hii tumepanga. Mimi nataka niulize nyinyi watu wa Murang'a, mnataka kazi iendelee ama mnataka watu watuletee fitina? Mnasema kazi iendelee? Hiyo ya kilimo, hii ya barabara, ya kuunganisha stima, ya irrigation kama hii, ya kusomesha watoto wetu. Wangapi wanasema kazi iendelee? Jameni watu wa Murang'a, kazi iendelee. Tumekubaliana niendelee na hiyo kazi, na nimesema ya kwamba Kenya tunataka tuunganishe taifa letu la Kenya. Mimi kama kiongozi wa Kenya, kwa mapenzi yenu na kwa kura zenu na kwa mapenzi ya Mungu, nimesema lazima tuunganishe hii Kenya. Neno la Mungu linatufundisha ya kwamba umoja ni nguvu. Ni kweli ama si kweli? Tunataka tusimame pamoja, na ndio nimesema ya kwamba hatutaki tena siasa ya chuki, siasa ya ugomvi, siasa ya magawanyiko, siasa ya ukabila. Tuache nyuma, tuungane kama ndugu moja wa taifa moja. Sisi zote tuungane, ndio Kenya iweze kupiga hatua ya kwenda mbele. Mnasema tuungane ama tutengane watu wa Murang'a? Mnasema tuungane, tushirikiane kwa pamoja, ndio tupeleke Kenya mbele. Wale wanasema tuungane, nione kwa mkono. Wale wanasema tuungane. Basi mimi sitaki kusema kuzidi hapo, kwa sababu mimi bado niko na kibarua kubwa sana mahali ingine kule. Lakini mimi nataka niwashukuru viongozi wenu hapa. Sawa sawa? Na hawa viongozi mko nao ni machachari sana. Mimi sina amani, wanakuja wanasema hapana, lazima tuende Murang'a Ridge. Kwanza huyu Betty Yesawa amenisumbua sana, huyu mama. Huyu mpaka saa zingine ananiambia ati lazima. Sasa mimi namuangalia, namwambia wewe unajua mimi ni rais, unaniambia lazima? Ama namna gani? Lakini ni kwa sababu anataka nifike hapa, si namna hiyo? Si ndio? Na sasa tumekuja kuungana sisi wote. Si hata huyu wa Maua ni mjumbe wenu? Si ndio? Sasa niwaulize, huyu wa Maua aende kwa watu ya fitina ama akuje kwa mambo ya watu wa maendeleo?
Mnasema arudi nifanye kazi na yeye, ndio tujenge barabara, ndio tuunganishe stima, ndio tujenge shule, kwa sababu wale hawana cha kufanya. Ama niaje watu wa hapa Maragwa? Hebu nione wale wanasema tutembee. Sasa wewe wa maua, amri ya wananchi ndio amri ya Mungu. Ama namna gani jameni? Na mnajua huyu mama nimetoka na yeye mbali, si ndio? Lakini saa zingine anaenda hapo ananisahau kidogo, lakini sasa lakini tutapangana na yeye, si ndio? Na huyu Kang'ata si tutembee na yeye? Huyu Kang'ata wa Marua, si ndio? Na huyu Kang'ata tunashirikiana na yeye, nimemwambia ya kwamba mambo ya afya, mimi nitakusaidia Mheshimiwa Kang'ata kwa mambo ya afya. Hapa tuko na hospitali mbili, mimi niko na ahadi yao. Tuko na hospitali ile tuliongea na huyu Alice, inaitwa nini ile? Iko na hospitali ya Kenneth Matiba pale. Hiyo hospitali ya Kenneth Matiba nimekubaliana na governor na nimetuma huyu PS wangu wa defense. Hiyo hospitali ya Kenneth Matiba nitawasaidia milioni 200 kuinua, ndio iwe hospitali ya kisasa. Tumeelewana? Neguo? Tumekubaliana? Na huyu mungwana ataenda huko, atapangana na Kang'ata, ndio tuweze kusukuma hiyo kazi mbele. Kuna hospitali ingine ya Bildad Kagia. Hiyo Bildad Kagia iko mahali gani? Kandara, si ndio? Iko pale Kandara. Hiyo hospitali vile vile nimesema ya kwamba nimetafuta pesa kutoka huko China na nimesema nitaweka hapo hiyo hospitali another 150 million niinue hiyo hospitali kwa manufaa ya watu wa Kandara na Murang'a. Tumekubaliana? So tutashirikiana hivyo, tukue pamoja, tuende mbele pamoja na tushirikiane. Kwa hivyo sitaki kusema kuzidi hapo, nimefurahi sana kufika hapa. Wacha kwanza nimwambie huyu mungwana anaitwa Profesa